Alimshuhudia mama yake akihangaika na maisha, akipitia changamoto za kiuchumi na kudhalilika. Kijana huyo aitwaye Kitwana akaamua kupambana na maisha rasmi. Akaweka mikakati. Akaanza kwa kufanya biashara ndogondogo, akapitia changamoto nyingi za kifedha. Lakini siku moja boom, Kitwana akatajirika. Hii ni hadithi ya uchumi, hadithi itakayokufundisha kuwa mafanikio ni jitihada wala sio bahati. Niandikie hapo chini kwenye comments unatazama ukiwa wapi, hali yako ya kiuchumi ikoje kwa sasa. Like na share. Tusipoteze muda, tuanze hadithi. Kitwana alizaliwa katika kijiji kidogo cha Mwaniko, kijiji kilichojaa kelele za biashara ndogondogo na harufu ya kahawa, zao linalopatikana sana kijijini hapo. Alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa kuliko uwezo wake wa fedha. Watu kijijini walimuona kama yule kijana ambaye kila siku anapita na daftari lake jekundu, akiandika mawazo yake juu ya kuwahi kuamka na kufanya makubwa. Lakini hakuna aliyejua kuwa daftari hilo lilikuwa siri yake ya kiuchumi. Ndani yake aliandika tathmini za biashara, gharama ndogondogo na hata mipango ya miaka 5. Tatizo moja tu, hakukuwa na mtaji. Mama yake Bi Rehma alikuwa mchuuzi wa vitumbua, akiuza kila alfajiri. Mara nyingi Kitwana alimwangalia mama yake akihangaika, akipambana kuuza mchana kutwa, halafu jioni anashindwa kuweka akiba kwa sababu familia ilitegemea pesa ile ile walizopata kila siku. Siku moja, wakati wanakula ugali wa maharage, Kitwana alimwambia mama yake, "Mama, kwa nini hatuandiki matumizi yetu? Pesa zinaenda bila kujua." Mama alicheka kidogo. "Kitwana, matumizi gani kijijini hapa? Tunachopata ndicho tunachokula." Lakini moyoni mwa Kitwana kulikuwa na kitu, alijua maisha hayafanani bila mpangilio. Lazima apambane. Wiki iliyofuata Kitwana alichukua hatua ya kwanza ya kiuchumi. Alianza kuandika matumizi ya kila siku ya nyumbani, kutokea kwenye vitumbua hadi sukari walizonunua. Ghafla waligundua wanatumia shilingi 8,000 kila siku kwenye vitu visivyo vya lazima. Hapo ndipo safari ya mabadiliko ya kifedha ya familia ilipoanza taratibu. Siku zilivyopita, Kitwana alianza kusoma vitabu vya fedha kutoka maktaba ya kijiji. Hivi vitabu vilimfundisha misingi ya akiba, uwekezaji na matumizi sahihi. Aligundua kitu kimoja kikubwa: hakuna utajiri unaojengwa bila nidhamu ya akiba. Kwa mahesabu yake, Kitwana aliona kuwa kama mama angeweka shilingi 2,000 tu kila siku, ndani ya miezi 6 wangeweza kufikisha zaidi ya shilingi 360,000, fedha zinazoweza kumwanzishia mama biashara nyingine kubwa zaidi kuliko vitumbua. Alipomwambia mama yake kuhusu hilo, mama alibaki mdomo wazi. "Mwanangu, mimi sijawahi kufikiria hivyo hata siku moja." Hapo Kitwana aliamua kupambana zaidi. Kila jioni baada ya kurudi kutoka shambani, alikaa na mama yake kuweka akiba ya siku hiyo kwenye kopo alilokiita hazina ya malengo. Kijiji kilianza kuona mabadiliko. Mama yake Kitwana alianza kutumia pesa kwa umakini. Hakununua vitu bila sababu. Watu wakaanza kusema, "Yule Kitwana ana akili ya biashara kuliko umri wake." Lakini Kitwana hakuwa amesimama hapo. Ndoto yake ilikuwa kubwa, alikuwa anataka kuingia kwenye uwekezaji, lakini hata hakujua aanzie wapi. Mpaka siku moja alipoenda sokoni na kusikia watu wakizungumza kuhusu mtu mmoja anayeitwa Mzee Sungura, tajiri wa kijiji, anayejulikana kwa kufanya uwekezaji ambao watu wengi hawafahamu. Hapo ndipo safari ya uwekezaji ya Kitwana ilipoanza kuchukua mwelekeo mpya. Kitwana aliamua kumtafuta Mzee Sungura. Ilisemekana kuwa ana mashamba ya maembe, vibanda vya biashara na hata pikipiki 100 zinazofanya bodaboda mjini. Lakini mtu huyo hakupenda upuuzi. Hakunena sana, ila alichokisema kilikuwa na maana nzito. Siku ya Jumapili baada ya ibada, Kitwana alimfuata. "Shikamoo Mzee Sungura, naomba unitajie siri ya kufanikiwa kiuchumi." Mzee Sungura alimkazia macho kwa sekunde 15 nzito. Kisha akasema, "Kijana, utajiri sio pesa unayopata, bali pesa unayoweza kuitunza na kuitumikisha." Kitwana alichukua daftari lake haraka. "Nifundishe mzee." Mzee Sungura alimchukua mpaka shambani kwake, shamba la maembe. Kila mti wa embe ulionekana kama kitega uchumi. "Hii yote nilianza na shilingi 20,000 tu." Kitwana alishtuka. "Ila inawezekanaje?" "Nilianza na miti 100. Nikatengeneza faida, nikaongeza mingine. Sio lazima uwe na pesa nyingi kuanza uwekezaji. Unachohitaji ni nidhamu ya kuanza kidogo, mara kwa mara, bila kukata tamaa."
Maneno hayo yalikuwa moto ndani ya moyo wa Kitwana. Aliamua atatengeneza mtaji wake mwenyewe, lakini hakujua kuwa njia yake ya kwanza kwenda kwenye uwekezaji ingepitia kwenye changamoto kubwa sana. Kitwana alianza biashara ndogondogo, kuuza barafu na juisi shuleni. Alihitaji mtaji wa shilingi 25,000 tu. Mama yake akatoa 15,000 kutoka kwenye hazina ya malengo, na Kitwana akaongezea kwa kufanya kazi za vibarua akapata 10,000 iliyobaki. Alihakikisha kila faida anaitenga. Alijifunza kitu cha msingi alichofundishwa na mzee Sungura: faida sio kwa matumizi, ni kwa kuikuza. Kila siku alipata faida ya shilingi 4,000 hadi 6,000. Hiyo ilimshawishi zaidi. Akaamua kuweka akiba 60% ya faida yake. Na hapo ndipo changamoto ilipoanza. Wenzake shuleni wakaanza kumcheka. Kitwana muuza barafu, eti atakuwa tajiri? Ahaha, unabeba ndoo kama wauza chipsi mtaani, bora ucheze mpira bwana. Maneno haya yalimuumiza sana. Alikaa kimya, lakini usiku alikosa usingizi kwa mawazo. Alikumbuka maneno ya mzee Sungura: ukikatishwa tamaa leo, hutavuna kesho. Hapo Kitwana akaapa hata kufa maskini. Aliendelea kuuza bila kuchoka. Akawa ananunua friji ndogo la pili, kisha glasi zaidi, kisha akawa na wauzaji wawili wa kumsaidia. Hapo akaanza kupata si tu sifa bali pia wivu kutoka kwa baadhi ya watu. Mambo yalikuwa yanaenda poa hadi siku moja alipokutana na pigo kubwa ambalo lilitaka kuua biashara yake yote. Siku moja alipofika shuleni na mzigo wake wa barafu, alikuta walimu wameshikilia ndoo zake. Walimuita ofisini. Mwalimu mkuu akasema, Kitwana, tumepiga marufuku biashara shuleni. Wanafunzi wanashindwa masomo. Kauli hiyo ilimporomosha kama mawe moyoni. Alihisi kama maisha yanarudi nyuma. Hii ilikuwa chanzo kikubwa cha mtaji wake. Alirudi nyumbani akiwa amezimia moyoni. Mama yake akamuona na kuuliza, lakini Kitwana alikaa kimya kwa muda mrefu kabla ya kusema, Mama, nimeshindwa. Lakini mama yake aliketi karibu naye, akamshika mkono, akamwambia kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu, Kitwana, biashara moja ikifungwa haimaanishi ndoto imekufa. Badilisha tu mbinu, sio ndoto. Maneno hayo yalikuwa kama moto mpya. Kitwana aliamua kubadilisha mwelekeo. Akaanza kufikiria njia mpya za uwekezaji nje ya shule. Hapo ndipo wazo la biashara mpya lenye faida kubwa lilipoingia kichwani mwake: akodishe pikipiki kwa mfumo wa daily return. Lakini hakujua kuwa safari hiyo mpya ingeleta msisimko, hatari, hasara na faida ambazo hajawahi kukutana nazo. Baada ya kufungiwa biashara ya barafu shuleni, Kitwana hakutaka kujiona mtu aliyeshindwa. Alikaa chini na kufanya hesabu zake. Akagundua ameweza kuokoa jumla ya shilingi 430,000 kwa miezi yote aliyokuwa akiuza barafu. Hii ilikuwa hatua muhimu. Sasa alitaka kuingia kwenye daily return business, kukodisha pikipiki kwa madereva na kupata malipo ya kila siku. Alimwendea mama yake na kumwambia nia yake. Mama yake alitabasamu, Kitwana, hii ni biashara kubwa, lakini siogopi kwa sababu ninaamini kwenye akili yako. Walifanya hesabu. Bei ya pikipiki ya mtumba, shi 850,000 mpaka milioni. Marekebisho na usajili, shilingi 120,000. Kitwana alikuwa na nusu ya pesa. Mama akatoa zingine kutoka hazina ya malengo. Walipoifikisha pikipiki nyumbani, Kitwana aliikamata kwa mikono miwili na kuigusa kama mtoto mdogo. Hii itabadilisha maisha yetu. Alimpata dereva anaitwa Kobe, kijana wa mtaa wa jirani. Makubaliano, Kobe alipe shilingi 12,000 kila siku kama daily return. Kazi ikaanza. Wiki ya kwanza, mambo yalikuwa moto. Kitwana alipokea pesa kila siku. Akaanza kuweka akiba, kununua daftari la mapato na matumizi, na kupanga malengo mapya. Lakini siku moja, ilitokea taarifa iliyomgusa kama radi. Ilipofika saa 2 usiku, Kitwana alisikia mlango ukigongwa kwa nguvu. Alipofungua alikuta Kobe akiwa amelala, damu usoni, nguo zake zimechanika. Kitwana, wamechukua pikipiki. Kitwana alishtuka. Nani? Kobe akashindwa hata kuongea vizuri. Majambazi walitusimamisha, wakatupiga, wakaondoka nayo. Maneno hayo yalikuwa fimbo moyoni. Pikipiki ilikuwa uwekezaji wao wa kwanza, matumaini yao ya kutoka kwenye umasikini. Mama yake alilia kimya kimya. Kitwana hakuweza kulala usiku. Alihisi hasara kama shilingi milioni 5.
akakumbuka mikataba, akaona maisha yamerudi nyuma. Kesho yake alienda kwa mzee Sungura. Mzee Sungura akamwangalia tu kwa macho ya hekima, kisha akasema, kijana, biashara huja na hatari. Huwezi kuwa mwekezaji bila kukutana na hasara. Lakini unachokifanya leo ndicho kitakutofautisha na maskini milele. Kitwana akamuuliza, nifanye nini sasa? Mzee Sungura akasema kwa sauti nzito, simama tena, wekeza tena. Ila safari hii uwe tayari kwa dharura. Wekeza kwa akili, si kwa moyo. Kitwana alirudi nyumbani na uamuzi mgumu. Hata kama imeuliwa mara ya kwanza, atarudi tena sokoni. Kitwana aliuza baadhi ya vitu vya nyumbani, meza ndogo, kiti cha mbao na hata simu yake ya zamani. Mama yake pia akatoa kiasi kidogo walichokuwa wameweka tena kwenye akiba. Walikusanya jumla ya shilingi 500,000. Safari hii hawakuweza kununua pikipiki, ilikuwa ghali. Kitwana badala yake akaamua kuanzisha biashara mpya, kuhifadhi bidhaa za chakula, bulk foods business. Alinunua mzigo wa msaada, kilo 50 za mchele, kilo 30 za maharagwe, mafuta lita 20, unga kilo 40. Akaweka kwenye duka dogo lililoachwa wazi na jirani aliyesafiri. Alipanga bei kwa faida ndogo ndogo lakini za uhakika. Watu walianza kununua, biashara ikaanza kwenda. Kitwana kila siku alipata faida ya shilingi 10,000 mpaka 15,000. Aliamua kuweka kanuni ya biashara moja. Hakuna faida itakayotumika. Zote zinaenda kwenye akiba. Ndani ya miezi 9, akawa na shilingi milioni 3,600,000. Kitwana alirudi sokoni, safari hii akiwa na mtaji wa kununua pikipiki mpya. Alinunua pikipiki kali zaidi, akamweka dereva mpya aliyeaminika, bwana anayeitwa Sefu. Sasa Kitwana alikuwa na msaya. Biashara ya chakula, pikipiki ya daily return, akiba ya dharura. Watu kijijini walianza kumuita Kitwana mwekezaji. Lakini hakujua kuwa jaribu kubwa zaidi lilikuwa linakuja mbele yake. Msimu wa kiangazi mkali ulifika. Mazao yalinyauka. Bei ya chakula ilipanda sana. Watu kijijini walipata shida kununua bidhaa. Wengi waliacha kununua kwenye duka la Kitwana kwa sababu bei zilipanda kuliko wanavyoweza kumudu. Kitwana aliona faida inashuka. Siku zingine alipata 3,000 tu. Siku moja usiku, aliketi nje, akitazama giza. Mama yake akamfuata. Kitwana, najua unaumia, ila kumbuka biashara sio wimbo wa furaha tu. Msimu mbaya ukija, mwenye akili hubadilisha mbinu, sio kufunga duka. Maneno hayo yalimgusa. Kitwana akaamka asubuhi na wazo la dhahabu. Apunguze bei ili ashawishi watu kununua kidogo kidogo, retail, badala ya kilo nyingi. Akaweka huduma mpya, kuuza robo kilo. Watu wakaanza kurudi. Kisha akafanya kitu cha kipekee. Aliwapa watu wa kipato cha chini bidhaa kwa mkopo mdogo wa siku 3. Ghafla duka lake likawa na wateja wengi. Akaanza kutengeneza zaidi ya shilingi 30,000 kwa siku. Watu wakaanza kusema, Kitwana ana ubongo wa biashara kuliko wafanyabiashara wa mjini. Lakini bado safari haijaisha. Ulikuwa umefika wakati wa mwisho wa hadithi, wakati ambao Kitwana angechukua hatua itakayobadilisha maisha yake milele. Baada ya msimu wa njaa, hali ya kiuchumi ilianza kurejea kawaida. Bei zilirudi chini, watu wakawa wanaweza kununua tena kwa wingi. Kitwana alipata faida kubwa kwa sababu alihifadhi mchele na unga wakati bei ilikuwa juu. Sasa alipouza kwa bei nzuri, alianza kupata faida ya zaidi ya shilingi 1.5 milioni. Wakati huo huo, pikipiki yake ilifanya vizuri sana. Dereva wake, Sefu, alikuwa mwaminifu na hakukosa hata siku moja kuleta daily return. Pikipiki ikalipika yenyewe na sasa ilikuwa mali kamili ya Kitwana. Akaamua kwenda kwa mzee Sungura kama kawaida yake, kutafuta ushauri wa mwisho. Mzee Sungura alimwangalia na kusema, Kitwana, umefika hatua ambayo wachache hufika. Umeanguka, ukasimama. Ukapoteza, ukajenga upya. Ukateseka, ukaona matokeo. Sasa ni wakati wa kujenga kitu cha kudumu, mali ya miaka, sio ya msimu. Kitwana akamuuliza, nianzie wapi mzee? Mzee Sungura akatabasamu, jenga duka kubwa la kisasa. Panua biashara. Ajiri watu.
Usiogope ukuaji. Watu matajiri si wale wanaoweka pesa mifukoni, bali wanaoweka pesa zikazalishe mali. Kitwana alikusanya akiba yake, faida ya pikipiki na faida ya duka. Akanunua kiwanja kidogo pembeni ya soko la kijiji. Baada ya miezi kadhaa, alisimamisha duka kubwa la Kitwana Stores lililokuwa na mtora, sehemu ya chakula, sehemu ya taulo, sabuni na vifaa vingine, kaunta 2, wafanyakazi 4. Kijiji kizima kilishangaa kuona kijana wa miaka 19 mwenye duka kubwa kuliko la watu waliokaa miaka 20 kwenye biashara. Siku ya ufunguzi, watu walipiga makofi, mama yake akalia kwa furaha, na mzee Sungura akasema, Kitwana, sasa umefika. Hii ndiyo safari ya mwekezaji wa kweli. Kitwana alitabasamu, akamkumbatia mama yake, akalisema kwa sauti ya tabasamu lililofichwa, nimejifunza jambo moja, utajiri sio bahati. Ni nidhamu, uvumilivu na ujasiri wa kuanza tena kila unapofeli. Na hapo ndipo safari ya Kitwana, kijana maskini aliyekuwa hana kitu ila ndoto, ikatimia rasmi na kukua kiuchumi.